Tunatakiwa tuingie kwenye maombi makubwa, na maombi yetu yatakuwa nasimamiwa na kichwa cha somo kinachosema sawa, nyota ya kifalme. Amen. Andika tu kwa kifupi tu. Yes. Nyota ya kifalme. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuze sana. Amina sana. Kama tunavyojua kwamba toka siku ya Jumapili, yes, tulikuwa baba yetu alituingiza kwenye mfumo. Amen. Mfumo ya nyota ya Emmanuel. Amina. Iliyozaliwa. Oh yes. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Na ndio maana unajaribu kuona Jumapili ilikuwa nyota na leo tena tuko kwenye nyota pale pale. Amen. Kwa sababu mfumo ambao tunatembea nao mwishoni hapa, yes, ni mfumo wa ile nyota ya Emmanuel. Amina. Sasa tulifundishwa mambo mengi sana. Sawa. Kwamba nyota ya Emmanuel imebeba mng'ao. Amina. Ile nyota yenye kung'aa. Nyota ya mashariki. Na Jumapili kuna watu ambao tayari walipokea ile nyota. Ndio. Na kwenye maisha yao kuna nuru wala giza halipo tena. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Sasa leo tutaenda kwenye mfumo wa nyota ule ule, lakini ni nyota ya kifalme. Amina. Hebu nisema nyota ya kifalme. Nyota ya kifalme. Tunaposema nyota ya kifalme, sawa, ni nyota ambayo ina umiliki na utawala. Amen. Nyota ya kifalme ni kwamba sawa, ni nyota ambayo Amen, ina umiliki, yes, pamoja na utawala. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuze sana. Amina. Watu wengi sana wamekosa ile roho ya utawala. Oh yes. Au wamekosa ile nguvu ya utawala. Ni kutokana na kwamba wamekosa kitu kinachoitwa, yes, nyota ya kifalme. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Au nyota ya ufalme. Oh yes. Na kama vile ambavyo tuko kwenye msimu, sawa, tunatembea na ule upako wa kimasihi. Maana Masihi tayari alishazaliwa toka tarehe 25 ndio ya mwezi wa 12. Kwa bado tunatembea kwenye upako ule. Na yeye alipozaliwa, yes, kuna watu waliitwa mamajusi wa mashariki. Walitoka mashariki, ndio, wakaja mpaka pale Yerusalemu. Yes. Alipokuwa amezaliwa Kristo. Ndio. Wanauliza yuko wapi aliyezaliwa? Yu wapi? Mmejuaje kama kuna mtoto amezaliwa hapa? Wanasema kuna nyota tumeiona. Tumeona ni nyota isiyo ya kawaida. Ile nyota imetuangazia. Imetutangulia. Imetuongoza mpaka tumefika mtoto alipo. Amina, amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Nyota, hebu sema nyota. Nyota. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Kumbe hatima ya mtu, sawa, imejificha kwenye nyota yake ya kuzaliwa. Amen. Sasa tunaposema nyota ya kifalme, oh yes, ni nyota ambayo ina utawala pamoja na umiliki. Amina. Na haya mambo mawili, yes, Mungu alipomuumba mwanadamu, Amen, ndiyo mambo ambayo alimpa. Amina. Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 28, naomba tusome. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 28, ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Soma. Mungu akawabarikia. Ndio. Mungu akawaambia, sawa, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, na kuitiisha. Anaposema kutisha, manake ni kumiliki. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Maandiko anasema baada ya Adamu na Hawa Mungu kuwaumba, sawa, anasema akawabarikia. Amen. Baraka ya kwanza, yes, ilikuwa ni ya kuzaa na kuongezeka. Amen. Baraka ya pili, yes, ilikuwa ni kutisha. Kutisha maana yake ni kumiliki. Amina. Mkatawale samaki wa baharini. Jambo lingine analowaambia ya kwamba, yes, mnapomiliki, sawa, mkatawale pia. Kumbe mwanadamu ameumbwa na nguvu ya kumiliki. Amen. Ameumbwa na nguvu ya kutawala. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Ni kutawala nini? Ndio. Kutawala mifumo ya kiuchumi yote, kutawala mifumo ya kimafanikio yote, kutawala mifumo yote ya dunia hii. Amen. Umeletwa ili upate kutawala. Yes. Wewe sio mtawaliwa. Ndio. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Kwa hiyo Mungu unaona anamwambia wanadamu ya kwamba alipomuumba anaambia nendeni, yes, mkazae na kuongezeka. Amen. Kuzaa nini? Kuna kuzaa kwa aina nyingi, tunajua kimaandiko matakatifu. Kuna kuzaa watoto kama watoto, sawa, lakini pia kuna kuzaa kimafanikio. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Ndio maana pia mwezi wa 12, sawa, ukao umebeba tukio la kuzaa na kuongezeka. Amen. Ni namba ya kuzaa na kuongezeka. Maandiko anasema ule mti, yes, ulikuwa unazaa matunda aina 12. Amen. Na ulikuwa unatoa matunda mapya kila mwezi. Amina. Kwa kumbe namba 12 ni namba ya kuzaa na kuongezeka pia. Oh yes. Pamoja na kwamba ni namba ya kuchaguliwa. Amen. Mungu alipoamua kuvaa mwili, akaja hapa duniani
gani? Amen. Alichagua mitume 12. Amina. Hilo ni agano jipya. Yes. Lakini kwenye agano la kale utaona kulikuwa kuna makabila mengi. Amen. Akaamua kuchagua makabila 12. Usione umepiga hatua ya kuja ngomeni. Oh yes. Kila ibada uko madhabahuni. Sawa. Kila ibada uko madhabahuni. Ni kwamba Mungu amekuchagua. Amina. Miongoni mwa wengine wote. Wewe ndiye amekuchagua. Yes. Amekuingiza kwenye kitabu na hesabu ya watu wake. Ndio. Na ndio maana unazidi kupiga hatua. Ndio. Watesi wanainua vita. Ni kweli. Yesu anakupigania. Wewe. Wanakukosa kosa na ajali. Yes. Yesu anakupitisha. Asante. Walisema utamaliza mwaka. Hatimaye uko tarehe 30. Umekuja kuchukua upako leo. Wa kuondokea mwaka. Kwenda mwaka mwingine. Nataka nikutangazia kwamba wote waliojipanga kusema ya kwamba utamaliza mwaka wameshachelewa. Yesu yuko kazini. Na leo kuna nguvu mpya ya kuondokea. 2025 utamaliza salama. Na 20 na 26 utaingia kwa kishindo kikubwa. Kibabe. Bwana Yesu Kristo atukuze sana. Amina sana. Waliosema ya kwamba utaferi, ndio wameshaferi wao. Maana Yesu yuko upande wako. Ndio maana wakiinua vita, Yesu anasimama Bwana wa vita. Anakupigania kinyume chao. Ninakwambia ya kwamba kuna maadui wengi sana waliokuwa wamekuinukia 20 na 25. Wameleta mitego, wamerusha magonjwa kaferi, wameleta ajali kaferi, wamefanya vita kaferi. Kwa sababu Yesu anakupigania. Asante Bwana. Yuko upande wako. Yupo hapa. Tikisa jirani, mwambie jirani. Mwambie hata mwaka tunamaliza kibabe. Hata mwaka tunamaliza kibabe. Haijalishi umeshaota ndoto unazikwa. Wewe haijalishi. Yesu Kristo atukuze sana. Amina sana. Lakini mada umekanyaga madhabahuni leo. Hiyo ndoto inakwenda kugeuka kwa watesi. Chukua. Shimo lile walilokuchimbia. Ninawageukia wao. Nitawameza wao. Zamisha. Wakalisema wamezwa. Kwa jina la nani? Na Yesu Kristo Nazareti Mungu kwa nini mashimo amekuandalia? Kwamba usivuke hapo, usivuke. Nataka nikwambie utavuka salama. Yesu ngomeni yupo hapa. Ni Musa Richard Mwata yupo. Na leo yuko kwenye mlima wa maombi. Akikuombea kwamba uvuke salama. Waliojiandaa kukuferisha wao ndio wataferi. Nasema wataferi. Watashindwa wote. Waliokuandalia mapigo. Mwisho. Hayo mapigo yanawafuata wao. Mapigo ya mwisho yatawafuata wao. Sema wapigwa. Haleluya. Amina. Tikisa jirani, mwambie usiogope. Kuvuka utavuka. Kwa hiyo nyota ya kifalme ni nyota ambayo imebeba utawala. Amen. Pamoja na umiliki. Oh yes. Na ndio maana unajaribu kuona maandiko anasema kwamba Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, jambo la kwanza anaambia nendeni mkaimiliki nchi, mkazae na kuongezeka. Amen. Na kuitisha hiyo nchi. Oh yes. Na kutawala. Amen. Kumbe ndani yako kuna nguvu ya kiutawala. Amina. Lakini kwa sababu kuna shetani mmoja, kuna mzimu mmoja, kuna Mungu mmoja. Yes. Na tulifundisha kwa siku ya Jumapili. Ndiyo Bwana. Japokuwa baba yetu akwenda ndani sana. Akasema kuna Mungu ambaye anaitwa Mungu nyota. Yeye anatembelea nyota za watu. Oh yes. Kwa hiyo aliona kabisa kwamba unayo nyota ya kifalme, unayo nyota ambayo ya kumiliki na kutawala. Amen. Yeye anasubiria mtoto anapozaliwa akokote ile nyota na kuiondoa. Amina. Somo Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Naomba tusome. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wake wa kwanza. Ndio. Nitasoma kwa jina la Yesu. Tuchangamke haraka. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba akilia. Hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Ishara nyingine tena inaonekana. Na tazama, joka kubwa jekundu. Alikuwa na
vichwa 7 na pembe 10. Na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Na mkia wake wakokota theruthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Anasema huyu joka jekundu, yeye anadiri na nyota ya mtoto anayetaka kuzaliwa. Anaikokota kabisa kabisa. Badala ya kuwa na nyota ya kifalme, ndio nyota ya utawala, anakokote ile nyota kabisa, alafu unapatiwa nyota ya kutawaliwa nyingine. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Unapewa kitu kingine kabisa kabisa. Na kuna watu wako hapo wamebadilishiwa nyota. Ndio. Na si walioko hapa tu peke yao. Kuna watu wengi sana wamebadilishiwa nyota. Ni kweli. Utajuaje kama nimebadilishiwa nyota? Sawa. Ni ndoto unazoota. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Yes. Kwenye ndoto unajikuta ni mtu ambaye una pesa. Ni kweli. Una mafanikio. Yes. Yaani kuna watu wanakuta anaota ndoto anaokota pesa. Ndio ndoto zake hizo. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Kwa ujue kabisa kwamba nyota yako inatumika. Umebadilishiwa nyota. Kabisa kabisa. Umepewa nyota ya kutawaliwa. Ndio. Badala ya nyota ya kutawala. Kabisa kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Unaota kwenye ndoto. Una maisha mazuri. Ndio. Una mambo makubwa mazuri mazuri. Ndio. Kwenye ulimwengu wa mwili hauna chochote. Hauna chochote. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Kuna watu unajikuta ndio unakuwa na mkono wa pesa. Yaani kupata pesa kwako sio shida. Sawa. Ila pesa kutulia kwenye maisha yako hazikai. Ndio inakuwa ni ngumu. Kabisa kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Inaeleweka. Kwamba unakuta unakuwa na bahati ya kupata pesa sana. Sawa. Lakini pesa kutulia nayo. Ukafanya kitu cha maana. Ndio. Unakuta hakuna. Hakuna. Inakuwa tu inaisha, unasema nikipata pesa zinaisha hata nisivyojua zimeishaishaje. Ndio. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Unakuwa na bahati. Ndio. Ya kupata watu wakubwa. Yes. Tena watu wazuri. Yes. Lakini hawa watu kukupa mchongo, kukupa connection hapo ni ngumu. Ngumu. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Leo hata ukiangalia kwenye simu yako. Sawa. Yaani una watu kabisa ni matajiri. Ndio. Na unafahamiana nao vizuri kabisa. Ni kweli. Lakini angalia maisha unayoyapitia. Kabisa kabisa. Nini tafsiri yake? Kwamba nyota yako umebadilishwa. Ndio. Umebadilishiwa. Ni kweli. Umepewa roho ya nyota ya utumwa. Kabisa badala ya nyota ya kifalme. Ni kweli. Leo Yesu akurejeshee nyota ya kifalme. Amen. Utaipokea ndani yako na utatawala mifumo yote. Amen. Kabla mwingine hajaonekana. Amina. Wewe utaanza kuwa wa kwanza kuonekana. Amen. Mbingu zitakutambulisha. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Leo tukisema tukague simu za watu hapa, utakuta kuna mtu ana namba ya waziri hapo kabisa nayo. Ni kweli. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Lakini mpaka leo hata kukumbuki hata kidogo. Haleluya. Amina. Hana hata habari na wewe. Watu wote umekuwa ni mtu wa bahati sana kukutanishwa na watu sahihi. Yes. Watu ambao unaona kabisa kwamba watu hawa wanaweza wakanifaa kwa jambo fulani. Na watu mpaka wanakuahidi kwamba nitakusaidia hapa. Amen. Na hapa nitakutoa. Amina. Ni mfanya biashara. Ndio. Unakuta unakuwa na bahati sana ya kupata connection za watu ambao ni wakubwa. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Lakini siku kusema eti kwamba wamekusapoti, wamekupa mkono wa shirika kwenye biashara yako kwamba wakuinue, inakuwa ni ngumu. Kabisa kabisa. Nyota yako imebadilishwa. Imebadilishwa. Badala ya kuwa na ile nyota ya kifalme. Sawa. Ambayo ni nyota ya utawala. Amen. Umepewa nyota ya kutawaliwa. Ndio. Nyota ya utumwa. Utumwa. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Na ukipewa nyota ya utumwa, utakuwa kwenye gereza la utumwa. Ndio. Lakini kupitia mafuta ya leo, Yesu anakutoa kwenye utumwa. Hautakuwa mtumwa tena. Utakwenda kuwa huru. Na yeyote aliyekuweka kwenye gereza la utumwa, leo kibao kinamgeukia. Kupigwa atapigwa. Kusambaratika atasambaratika. Kama ni kukata moto, atakata moto. Nyota yako ataachilia. Walikokota nyota. Siku nazaliwa, nyota ilikokotwa ile ya kifalme. Leo uko kwenye mifumo ya kutawaliwa. Utawali tena. Nyota yako inarejea leo. Nasema itarudi leo. Itakuja leo. Na yule joka aliyekokota nyota atakatwa vipande. Hata kama alimeza nyota, atapika nyota. Alimeza hatima yako. Nyota ya kiuchumi, nyota ya biashara, nyota ya mafanikio. Sema tapika.
Kuna mtu unajikuta yani unakuwa tu ni mtu, shauku yako yote ni kufanya biashara. Kabisa. Yani kila ukikaa tu ni mawazo ya biashara. Oh yes. Lakini unakuta hata ukianzisha biashara hakuna kinachoenda sawa sawa. Kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Lakini hujawahi kukata tamaa kabisa kwenye biashara. Walikupa nyota ya utumwa. Sawa. Nyota ya kukataliwa. Ndio. Nyota ya kutengwa. Yes. Umetengwa na watu sahihi. Ndio. Leo pokea nyota ya kifalme. Ingia kwenye mfumo wa ya kifalme. Wewe watu wakukubali. Ndio Bwana. Wakuangalie wewe. Ndio Bwana. Si useme napokea. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Hebu tumuone mtu mmoja ambaye alizaliwa, alikuwa na nyota ya kifalme. Watu walikuja hawakuja. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 2 na mstari wa kwanza mpaka wa 9, naomba tusome pale. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 9, nasoma kwa jina la Yesu. Soma. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu, wakafunga safari wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki. Kumbe kuna watu watakujia baada ya ibada ya leo, wataiona nyota yako, watafunga safari, watakuja kwako. Mamajusi wa mashariki hawakushuhudiwa na mtu kama kuna mtoto amezaliwa. Kabisa. Wala hawakuambiwa na mtu yeyote. Oh yes. Ila walipoona nyota, kwa sababu nyota ya kifalme huwa pia ina kawaida ya kuwaongoza watu sahihi. Kabisa. Kuja kwenye maisha yako. Ni kweli kabisa. Soma mstari wa 9. Nasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia. Na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia. Nyota yako itakutangulia leo. Na inapotangulia mbele yako, itaenda kuwasemesha watu sahihi. Itawatangulia. Itawaleta. Uweze ukaelewa. Nasema hivi. Sawa. Baada ya ibada ya leo, ndio kuna watu watashika njia. Watakuja kwenye biashara yako. Kuna watu watashika njia. Watakuja kwenye kampuni yako. Kuna watu watashika njia. Wameshikashikaje njia? Ni nyota imewatangulia. Nyota. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Nyota ya kifalme huwa inakuwa na kawaida ya kuwaongoza watu sahihi. Kabisa. Kuja katika maisha yako. Ni kweli. Ukikaliwa na nyota ya utumwa. Sawa. Nyota ya utumwa huwa inaongoza watu wabaya tu. Kuja kwenye maisha yako. Ni kweli kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Ni mfanya biashara. Watu watakaoongozwa kuja kwako. Sawa. Ni watu wa kukuangusha tu. Kabisa. Ujue ni nyota ya utumwa. Oh yes. Wamekubebesha. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Ni mtu umefika kipindi cha kuolewa. Sawa. Watu watakaoongozwa kuja kwako ni watu wa kukuachia majeraha tu. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Kwa sababu gani? Nyota ya utumwa. Lakini ukipokea nyota ya ufalme leo, itaongoza watu sahihi. Wewe kama ni kwenye ndoa, ataongozwa mme sahihi, atakuja kwako. Atakujia hapo ulipo. Kama ni kwenye biashara, wataongozwa wateja sahihi. Watakuja kwenye maisha yako. Kama una karama, una vipawa, wataongozwa watu wa kukuvunja moyo, kukurudisha nyuma. Wataongozwa watu wa kutia moyo, kukupa nguvu kuinuka. Amina. Kwa sababu kuna watu wana karama na vipawa. Sawa. Na Mungu amewaleta duniani kwa lengo la kwamba wamtumikie. Ni kweli. Lakini kutokana kwamba umeambatanishwa na nyota ya utumwa, sawa, wanakuja watu wa kukuvunja moyo tu. Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Kukukatisha tamaa tu. Ni kweli. Chochote unachokifanya madhabahuni anasema hakuna. Yaani watu wa kukupinga ndio wamekuwa ni wengi kuliko kuunga mkono. Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Ukisema unaimba unabudisha anasema na yeye naye anajishebedua hapo madhabahuni. Hebu amalize haraka. Yaani ukifungua macho ukiwaangalia hivi, unaweza kukata tamaa pale pale. Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Yaani unabudisha kabisa na mpaka na mbingu zimefunguka. Ndio. Lakini ukimwangalia mtu mwingine amekuangalia tu, amekaa ameweka 4 anakuangalia tu. Hapo. Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Ni nini mtumishi umesema madhabahuni? Unapiga injili. Ndio. Lakini ukiangalia kuna mtu yana ameshakukataa, yana amekaa hapo anatafuna na bigiji.
Yesu Kristo atakuja sana. Amina sana. Yaani ukiangalia unaweza kata tamaa ukasema jamani, hapo kama ndio hivi. Yes. Ukiambia jamani tusimame tuombe. Yaani ndio kwanza unamwona anabeba gudulia la maji anaanza kunywa maji. Hapo. Yesu Kristo atakuja sana. Amina sana. Haleluya. Amina. Ujue kwamba ni nyota ambayo inaongoza tu watu ambao ni wa kukupinga. Lakini haijarishi ni kwamba ameongoza watu wa kukupinga. Yesu kama nyota ya mashariki. Yesu nyota ya asubuhi yenye kung'aa. Ndiye angazo kaja ngomeni. Yeye mwenyewe ndiye anajua. Achana na wengine wote. Wewe chanja mpuga. Fanya kile Yesu alichokuletea. Amen. Ukijaribu kuangalia watu huku na huku utakata tamaa mapema. Ni kweli kabisa kabisa. Yesu Kristo atakuja sana. Amina sana. Unajitahidi pale kwenye praise unaimba kabisa ukiimba. Unaweza kushangaa hata mwalimu mwenyewe anainuka anasema wewe unaimba vibaya. Yaani hata akunyoshe tu taratibu taratibu. Yes. Anakupiga mpanga unaimba vibaya. Yesu Kristo atakuja sana. Amina. Unajitahidi kulemba lemba labda niimbe kileo. Hapo. Unajua kileo leo kuna wabudishaji wa kileo leo. Kabisa. Kuna waimbaji wa kileo leo. Yaani kwenye wimbo wake anapotamka Yesu hapo mpaka uje usikie ni Yesu wewe mpaka ukae kwa makini. Unasikia Yesu. Yesu Kristo atakuja sana. Amina. Anaunganisha sasa hapa kuna anabweka anafanyaje? Unajitahidi na kasauti unakayumbisha yumbisha wanasema unaona alivyofanya hivi. Yesu Kristo atakuja sana. Amina sana. Watu wa kukupinga tu. Ndio. Unajitahidi unasema naenda madhabahuni leo. Umevaa zako msimo zako pale. Wewe. Unatembea na msimo anasema unaona. Yaani kawa kwenye msimo miguu yenyewe imepinda. Wewe. Unawasikia kesho kuto unasema ngoja angalau nikachukue kiatu kirefu nije na dandia juu hapo. Unakanyaga wanasikia wanagonga na kucheka unaona. Yaani mimi anakanyaga yani kama kwa kama ngongote anataka kudondoka. Watu waliamua kusimama kinyume chako. Ndio. Hata ufanyeje. Ndio wamewekwa kwa siku ya ubaya. Ndio. Achana nao, songa mbele. Piga hatua. Mbele kwa mbele. Yesu Kristo atakuja sana. Amina sana. Haijalishi ulikuwa umekataliwa. Haijalishi ulikuwa umetengwa. Leo unapopokea nyota ya kifalme, wewe wote watakuja kupiga magoti kwako. Watakuja. Majusi wanasema, ndio, yuko wapi aliyezaliwa? Mfalme wa Yahudi. Yuko wapi? Tumekuja kumsujudia. Na hawakuwa mikono mitupu. Wakafungua hazina zao. Kuna watu watakuja na hazina. Watafungua hazina zao. Katika duka lako. Katika ofisi yako zitafunguliwa. Wateja wa kimataifa watakuja. Utawapokea. Wa kutoka mbali utawapokea. Amina, amina, amina. Wanakuja wanamsujudia. Wengine wanapinga. Yes. Wanasema mtoto mwenyewe ni mtoto wa seremala. Babake mwenyewe ni mrandambao. Hata ana maana na sisi. Lakini kuna watu sahihi wakaongozwa. Kabisa. Wakaja kwake. Wakasema tumekuja kumsujudia. Nani mamajusi wasoma nyota? Wana elimu ya falaki ya nyota. Ndio. Wanatumia Mungu Moleki. Mungu Refani. Ndio. Lakini walipoiona ya Kristo. Yesu Kristo atakuja sana. Amina. Wakajua hii ni nyota ya kifalme. Amina. Inapaswa kusujudiwa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Sawa. Mungu akiamua kukuinua. Amen. Hata wakupinge namna gani. Vyote. Hata wakukatae namna gani. Vyote. Mbingu zikishaamua. Sawa. Zimeshaamua moja kwa moja. Shangwe. Wanaokupinga wote watafyata mkia. Watakupigia saluti. Kajaribu kumuuliza mtu mmoja anaitwa Balaki na Balaam. Maadui wa wana wa Israeli. Na wamejipanga kabisa kwa laani. Sawa. Bwana Yesu Kristo atakuja sana. Balaam anamwambia Balaki ya kwamba ni laania watu. Sitaki wainuke hata mmoja. Lakini maandiko anasema kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wamebarikiwa na Mungu. Ndio. Wao ni nyota, ni star. Nyota ya kifalme. Walikuwa nayo. Balaki anaposimama kulaani anakataliwa. Yaani moyo wake tu wenyewe nakata mizimu yote. Hakuna hata mmoja unaokubali kulaani. Amina. Alipoisha akasema namuona
lakini sio sasa. Si sasa. Na mtazama lakini sio karibu. Si karibu. Kuna nyota inakuja. Kuna nyota tumeiona. Yes. Nyota imeonekana. Amen. Na wewe leo nyota yako inakwenda kuonekana. Amen. Ilifukiwe na kwenda kuonekana leo. Ile nyota ya uchumi. Yes. Nyota ya ndoa. Nyota ya afya. Itakwenda kuonekana leo. Na wote walio kinyume chako watapigwa, watafujwa. Na utapokea mpenyo moja kwa moja. Hallelujah. Anasema naona kuna nyota inatoka katika Yakobo. Kwamba hawa wana wa Israeli hawa walishabarikiwa tayari. Amina. Na wanatembea na ile nyota ya kifalme. Oh yes. Bosi wake anamwambia hapana. Hapana. Nimekuambia walaani. Amina. Anakataa, anasema nitamlaanije aliyebarikiwa. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Ukipokea nyota ya kifalme, yeyote atakaye kulaani, hiyo laana ikupati wewe. Inapiga, inayutani. Inafuata ile laana, inafuata moja kwa moja. Amina. Ni sawa na wewe leo utakapopokea nyota. Nyota ya kifalme itakapozaliwa katika maisha yako. Kwamba yeyote aliyekulaani, ile laana inamfuata mwenyewe. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amen. Ndio maana kupitia ibada leo kuna mzimu unakwenda kuzikwa. Sawa. Unaujua ni mzimu gani huo? Hapo. Hapo. Au kuepo siku ya Jumapili, si ndio? Hapo. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Leo ni ibada ambayo tuliambiwa ni ibada kwenda kumzika nani? Unasemaje? Herode, si ndio? Amen. Kwa sababu Herode ndio adui wa hii nyota ya kifalme. Amina. Ndio maana maandiko anasema Herode alipopata hii habari, sawa, alifadhaika sana. Amina. Akaanza kutafuta kwamba wachinjwe watoto, wakafa watoto wengi sana kwenye msimu huo. Oh yes. Lakini kwa sababu Kristo alikuwa na ile nyota ya kifalme, Amen, wakachinjwa wengine wote. Yeye kapita katikati ya uvuli mauti. Amen. Kaenda ng'ambo ya pili. Amen. Mauti ikimpata. Yes. Na wewe kupitia ibada ya leo, Herode wako yeyote anayepambana na maisha yako, anapambana na uchumi, anakwenda kuzikwa leo. Atazikwa leo. Na utapita katikati ya magonjwa, unapita katikati ya mauti, unapita utaenda ng'ambo ya pili. Bye. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Yuko Herode aliyecheza na nyota yako, akakupa roho ya nyota ya utumwa. Oh yes. Leo tunatumikishwa badala ya kuwa mtawala. Kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Kwa hiyo ibada leo imebeba mambo makubwa. Sawa. Pamoja na kufungua ile malango ya kazi. Amen. Malango ya biashara. Ndio maana uliambiwa uje na vitu vyako vitaguswa na mafuta. Amina. Lakini pia mafuta hata wewe mwenyewe utayagusa moja kwa moja. Amen. Ili yale malango makubwa yote na ya kufaa yatakufungukia. Na ile nyota yako itakwenda kuangaza. Amina. Nasema pokea nyota ya kifalme. Nenda katawale mifumo ya kiuchumi. Pokea nyota ya kifalme. Nenda katawale mifumo yote. Kama ni mfanya biashara, tawala mifumo ya biashara. Mifumo ya biashara. Utawale. Luka sema natawala. Watu wengi wamemilikiwa. Ni kweli. Badala ya wao kumiliki, wamemilikiwa. Ni kweli kabisa. Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Wamemilikiwa na nguvu za giza. Ni kweli. Wamemilikiwa na mizimu. Ndoto zako zote ni za kuota tuko kijijini. Ni kweli. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Unakutana tu na wa marehemu, ujue kwamba umemilikiwa. Kabisa. Leo nakwenda kupokea nguvu za kumiliki. Tena utamiliki mambo makubwa. Haya, nataka nione watu wanaosema ya kwamba naanza kuanzia leo namiliki mambo makubwa. Wanyanyuke, utembea hapa na pale. Pande zote sema nitamiliki mambo makubwa. Na wala sio madogo. Nitamiliki makubwa. Hapana, kama ni biashara, miliki biashara kubwa. Kama ni mtaji, pata mtaji mkubwa. Uwe ni mtu wa mambo makubwa. Amina. Mambo madogo. Tunayakataa. Sema nakataa. Mambo madogo. Sema nayapokea. Mambo makubwa. Nasema utamiliki makubwa. Amina. Watu utakao kutanishwa nao kuanzia sasa watakuwa ni wakubwa. Watu ambao
atakupa mpenyo. Amina. Unakutana tu na watu ambao hawakusaidii chochote, yes, wala hawakuwezeshi chochote. Ndio. Nasema kuanzia leo wateja utakao miliki kwenye biashara yako, utamiliki wateja wakubwa. Nasema kuanzia leo yeyote atakaye kuja katika maisha yako, aje mtu mzito mkubwa. Sisemei mzito kwa kilo. Hapana. Manake mwenye nacho. Kajaribu kuangalia vizuri. Sawa. Kwenye Mathayo tuliyoisoma. Sawa. Kristo alikuwa na ile nyota ya kifalme. Amen. Ndio maana ukisoma kwenye Isaya. Sawa. Ile sura ya 9 na mstari wa 6. Kuna jambo tunalikuta liko pale. Sawa. Kitabu cha Isaya sura ya 9 na mstari wa 6, nasoma kwa jina la Yesu. Soma. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uweza wa kifalme. Hebu sema uweza wa kifalme. Uweza wa kifalme. Utakuwa mabegani mwake. Leo Yesu atakupa uweza wa kifalme. Amen. Utakao kufanya. Ushinde vita ya kiuchumi. Amen. Utashinda vita ya kiafya. Utashinda kila vita. Vita yoyote inainuka katika maisha yako, utaishinda kuanzia leo. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Anasema huyu mtoto tuliyepewa, sawa, uweza wa kifalme utakuwa juu yake. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Na watu waliopokea uweza wa kifalme, sawa, sio watu wa kutawaliwa tena. Amina. Ni watu wanaotawala. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Sasa ondoa hofu kuanzia leo. Wewe ulikuwa una chochote cha kufanya. Kuna mlango unafunguka leo. Utapata cha kufanya. Tokea. Nataka nikwambie kitu kimoja. Sawa. Kuanzia leo. Leo usiwe mvivu wa kufanya kazi. Fanya kazi. Tafuta chochote cha kufanya. Chochote. Kuna watu Yesu anawaleta katika maisha yako. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Na ushuhuda huu unaweza kaja nao 2026. Sawa. Pale ambapo utaona kwamba umeanzisha genge, lakini kwenye genge lile unashangaa kuna watu wanakuja. Kama tu mtu amefika madhabahuni. Sawa. Hana chochote. Sukari na mtesa. Ndio. Paka amekatwa na mguu. Yes. Anatembelea magongo. Ndio. Kufika tu madhabahuni, anakutana na mguso wa kwani Musa Richard Mwacha. Alafu anakutana na neno la kinabii ya kwamba tuna ununuzi wa gari na madhabahu inayotembea. Amen. Ukijiungamanisha nao Yesu atakupa gari au chombo cha usafiri ambacho ni 0 kilomita. Amina. Mtu kachukua hatua. Yes. Kajiungamanisha. Amen. Kaguswa na mkono wa kuhani. Ametoka anatembea. Ndio. Na magongo yake. Yes. Ghafla tu mtu anajitokeza. Msamaria mwema. Hamjui. Wala yeye mwenyewe hamjui. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Anamwambia Bwana nitakusaidia upate mguu. Amina. Huyo mtu hamjui hata kidogo. Hamjui. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amen. Baada lakini haikuishia hapo tu. Unaona mpaka anapiga na simu na ndugu zake kwamba kawaambie ndugu zako. Hivi uliusikia ushuhuda ukusikia? Tuliusikia. Kama hujausikia turudie. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Unaona mzee anasema ya kwamba sawa, kwamba huyu mtu ni kweli. Ndio. Hata yeye haoji kuonekana pale, lakini anawapa namba ya daktari. Ndio. Kwamba nendeni huyu hapa atawasaidia. Nimeshalipa kila kitu. Tayari. Yesu angomeni sio mchezo. Wewe. Yeye analeta usipofikiria wewe. Yeyote asiyemdhania wewe. Utashangaa kuna mtu wako anakuja. Wewe. Na kupitia ibada ya leo. Yesu ataleta mtu wako. Usiyemtarajia. Atakuja. Na watu wengine wanaposema mtu wako, wao akili yao moja ni ndoa. Hebu tikisa jirani mwambie achana na mawazo ya ndoa. Achana na mawazo ya ndoa. Utapigwa ngumi wewe. Wakati kuna mtu mpaka hapo alipo ameshaandika karatasi kwamba Yesu naomba unisaidie. Hapo. Kila anapokuja ibadani karatasi zimejaa. Kwani Justus anione. Yesu Justus anione. Fanya jambo. Amina. Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Unajua kuna watu wanaomba wanavyoviona. Hawaombi visivyoonekana. Kabisa. Na imani inasema kwa maandiko anasema imani ni kuwa na hakika. Hakika. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kabisa. Mambo yatarajiwayo. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Sasa wewe endelea tu kumwomba Justus. Wewe utachelewa. Mwambie Yesu nipe wa kufanana na mimi. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Uliyemwandaa kwa ajili yangu mimi. Wa kwangu. Maana kuna watu wanakuta kwa sababu ya maombi yake yote huyo tu anaitika amina. Anapoitika amina akiwa wangu
Amina, sasa zitakolea. Yes. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Alafu siku ukamuona Justus anaongea tu na muumini tu wa kawaida. Wewe. Hawana chochote. Wanaongea tu na shanga umeshapandisha wivu. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Hayo maombi yanaga majibu. Kabisa kabisa. Kwa Mungu yanaga majibu. Ni kweli kabisa. Omba kisichoonekana. Kwamba Yesu naomba unipe wa kwangu. Yesu sawa na kwamba ukainamie kwa mfano uende tu pale kwenye gari la kuhani. Hapo. Yesu nataka V8. Naomba unipe hii. Wewe. Sasa kwani atembee kwa mguu, si ndio? Hapo. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Ndio maana Yakobo anasema ya kwamba ndio hata mkiomba mnaomba lakini hampati. Kwa sababu mnaomba vibaya. Imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Amen. Ni mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Nataka niwaambie mabinti wa Nangomeni. Sawa. Unapoomba mume wa kumuoa. Oh yes. Kwa madhabahuni tuacheni. Hawezi. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Yaani mtu ameitika amina kuanzia asubuhi. Wewe. Mpaka jioni. Wewe. Anatoka kichwa kimewaka moto. Alafu unapoona kutona kiburi chako cha kinyakiusa. Unapigwa. Aya. Unaanza kusema niliomba Yesu anipe wa madhabahuni. Ameanza kunitandika ngumi. Hapo. Uliyataka mwenyewe. Ndio. Lakini kama ni Mungu mwenyewe Yesu atamleta. Ndio. Manake ndiye aliyekuchagulia utahimili kila kitu. Kabisa. Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Unafika pale labda uko pale stendi kila gari linalopita. Unapenda gari fulani. Mungu naomba nipe hili gari. Oh yes. Ili nalihitaji. Wewe. Sasa unaomba vibaya. Mwambie Bwana Yesu. Mtu mmoja alipiga maombi akasema. Sawa. Bwana, ninakuomba mambo haya matatu. Amen. Naam, usininyime katika manne. Yes. Bwana Yesu, naomba uniondolee umaskini. Amen. Nisije nikawa maskini mpaka nikakukufuru wewe. Amina. Nikaiba. Yes. Bwana, naomba unipe utajiri sawa sawa na kiasi changu mwenyewe. Vile unavyoniona. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Omba kwa matokeo. Yes. Kwa unamuona mzee huyu baada ya kujiungamanisha na neno la kimadhabahu. Sawa. Kapata mguu. Yes. Cha pili sukari katoweka. Amina. Cha tatu kapata bajaji 0 kilomita. Wewe. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina sana. Hivi angefika hapa madhabahuni. Ndio. Akaanza tu kuwa na maombi ya kulalamika. Yes. Mungu, kwa nini mimi umenifanya mpaka nimekatwa na mguu? Mbona wenzangu wao wanatembea? Mbona wenzangu? Achana na hicho kitu, mwambie Yesu nahitaji nikuone mimi kama mimi. Amina. Najua ndio maana tunaambiwa kwamba shukuruni kwa kila jambo. Chochote kinachotokea. Sawa. Mshukuru Yesu. Amina. Hata kama ni kibaya mshukuru Yesu. Kwa sababu kuna mapenzi ya Mungu pale. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amen. Umetembea mwaka mzima 2025. Ndio. Uliambiwa ni mwaka wa kustawi. Unaanza tu kusema wengine Yesu amestawi, amejenga manyumba, wengine wamejenga nyumba 3 4. Mimi Yesu sijajenga chochote. Sijafanya chochote. Kwa hiyo saa nyingine hata umeshatia mgomo. Yes. Hata ile kuchukua ile bahasha ya kwa ile fomu ya kuandika mambo 12 ya mwaka unaokuja unakuta mtu anasema nimeandika sana. Yes. Usimzirie Yesu. Kabisa. Usimkatie tamaa Yesu. Amen. Yesu yupo anaishi. Amina. Ukiona hujapata leo, kesho nao ni siku utapata. Unakiona kwamba unachelewa, ujue Mungu anakuzungusha. Na kuna watu wanawavuta. Siku zote wakati tunakwambia kwamba sawa, safari ya wana wa Israeli kutoka Misri utumwani kwenda Kanaani iliwapasa waende siku 3. Amina. Wangepita, kuna njia ilikuwa ni fupi tu ya kwenda Kanaani. Ambapo kwamba wangetembea siku 3 tu. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Mungu hakuwapitisha ile njia. Bali aliwazungusha. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Kumbe tunaposoma ya maandiko ni kwamba hawakupaswa hata kupata njaa. Hawakupaswa hata kufa kwa nyoka wa moto. Kwa sababu kulikuwa kuna njia fupi wangeingia Kanaani. Lakini Mungu aliwazungusha. Na kwa nini anawazungusha? Anazidi kuwavuta maadui. Waleta kwenye target. Kuna maadui ambao wamekufuatilia. Kila unapopiga hatua unakaza maombi, wanakufuatilia. Wanaanza kucheka. Saa yao ya kicheko imeisha. Ni saa ya kilio kwa maadui zako. Kilio kwa watesi wako. Ni saa sasa. Na imefika.
Nakwambia baada ya ibada ya leo, amen, kuna adui anakwenda kulia moja kwa moja. Tangazo. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amen. Yule adui aliyefunga biashara yako yoyote, hiyo kreseni yako ya biashara, sawa, itakapoguswa na mafuta, haya mlipuko unatokea kwenye biashara, yule Farao, yule Herode, wa biashara yako, ndio Bwana anapiga, nasema anapigwa, piga chio, atazikwa leo, ndio Bwana na kuachilia uchumi wako, piga chio, atazikwa na kuachilia kipawa chako, sema azikwa, azikwa. Maherode wote waliocheza na biashara yako, amina, waliocheza na watoto wako, amen, wamewafunga kielimu watoto, wameshikilia fahamu zao, yes, leo wanakwenda kuzikwa moja kwa moja. Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Mungu anamwambia Musa, yes, waambie wana wa Israeli waangalie mbele, na hawa maadui wanaoona leo hawatawaona milele. Amina. Wale waliokufuatilia 20 na 25 leo hautaona tena, wanakwenda kuzikwa. Maherode wote waliokufuatilia mwaka mzima watazikwa leo, na magonjwa yao yatazikwa, umaskini wao utazikwa, mateso yao yatazikwa. Wameiba nyota, watarejesha nyota, watazikwa wote. Hebu sema wazikwe, sema wazikwe. Yeyote aliyecheza na uchumi wako, aliyekamata uchumi wako, aliyekamata nyota yako, leo anakwenda kuzikwa. Hautamuona tena, hautamuona tena. Roho sema wazikwa. Na wewe kuna njia unakwenda kuipokea. Amen. Na unapopokea nyota ya kifalme, sawa, kuna watu watakuja kuanzia sasa. Tangazo. Kuna simu moja uelewi mpaka dakika nasema hivi, kuna simu moja ambayo utaipokea, itakuondolea machozi yako yote ya mwaka mzima. Haleluya. Maana hiyo simu itakuja na habari njema, habari za kupokea mafao yako, habari za kupata kazi, habari za kupata mtaji, habari za kupata mtu sahihi. Na wote waliokukimbia, uliotenganishwa nao, watakurudia tena, watakuja tena, watakufuata tena. Hebu sema upako wa mwisho. Upako wa mwisho. Yesu anasema mawazo wanaowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala sio mabaya. Amina. Kuwapa ninyi tumaini, yes, katika siku zenu za mwisho. Amen. Lipo tumaini jipya hapa mwishoni. Oh yes. Na wale Maherode wote waliocheza na nyota yako, ndio waliocheza na maisha yako, wote leo kaburi walilokuandalia linawafuata moja kwa moja. Yes. Hauelewi, nasema hivi, walichimba na kaburi, ndio wakasema uvuki mwaka. Waliweka na jeneza, wakasema uvuki mwaka. Ndio Bwana. Leo Yesu anakupigania kinyume chao. Nasema atakupigania kinyume chao. Hilo kaburi lao, ndio kwako wewe, ndio itakuwa ni njia, lakini kwao litawazamisha. Mtu mmoja anaitwa Danieli, ndio akatungiwa kesi, zikaandaliwa simba, simba wakafungishwa siku 7, wakawa na njaa. Baada ya siku 7 wanamchukua Danieli, wanamtupa kwenye tundu la simba. Lakini kule Yesu akajitokeza. Yeye ni simba wa kabila la Yuda. Akafunga makano ya simba wote, wanakuja asubuhi, wanamkuta Danieli anatembea, anapiga na pambio. Kristo atukuje sana. Amina. Imekuwaje? Yes. Danieli anasema malaika Bwana amemtuma malaika wake, akayafunga makano yote ya simba. Na we wote waliojiandaa kukumeza yote 2026, ndio makano yao yanafungwa leo. Wanakutungia pari mbaya, leo wanafungwa. Wakasema ngoja, labda wa simba wamejisahau. Hebu ngoja tuwajaribishe wale waliomtungia kesi Danieli. Hapo maandiko anasema walipowadumbukiza tu, hawajafika hata chini, simba wakawadaka juu kwa juu. Ndio kinachotokea kwenye ibada hii. Wale wote waliokuandalia mabaya, sawa, 2025 wote kupitia ibada ya leo watadakwa juu kwa juu.
ile misukule waliyetuma kwako inawageukia yale majini walioyatuma kwenye maisha yako. Ruka juu, sema na geuza. Sema kila silaha, sema kila silaha walioituma maadui katika maisha yangu, sema na geuza. Sema na wageuzia. Hebu kwa dakika chache geuza kwa jina la Yesu. Zinageuka sasa, geuza zile silaha walizotuma kwa jina la Yesu kwenye maisha yako. Na geuza sasa na makao, geuza geuza sasa silaha zote za magonjwa, silaha zote za maskini, silaha zote za madeni walizozituma kwenye maisha yako. Bado mikono yako weka juu, geuza silaha zote za mauti, silaha zote za vifo, silaha zote za ajali walizokusudia mwisho wa mwaka. Inua mikono juu, sema geuka. Sema geuka. Ninakwambia ya kwamba ndio Bwana, kila baya walilokupangia lote ndani ya mwaka huu, ndio Bwana, ninawageukia leo. Rudi mara 7. Kama walikupangia mauti wewe na watoto wako, hiyo mauti inageuka, itawalamba wao wote na watoto wao, walambwe na vizazi vyao, mpaka kizazi cha 4. Bwana Yesu Kristo atukuze sana. Amina sana. Yeyote aliyekupangia mabaya juu ya uchumi wako, ndio Bwana, eneo la kiuchumi yoyote, hizo dokumenti zako zitakapoguswa na mafuta leo, wewe, ile mauti ya kiuchumi yoyote inaenda kwa watesi wako. Tangazo inaenda kwa watesi wako, iende na haitaishia kwake. Sawa, itapiga yeye, watoto wake, wajukuu zake, vitukuu vyake, mpaka vilembe vyote vinalambwa. Usicheze na upako wa hatima. Na ukipokea nyota ya kifalme leo, ugusiki kuanzia leo. Wewe, Bwana Yesu Kristo atukuje sana. Amina. Utaguswa tu na mkono, kwani Musa Richard mwacha hapa, mkono wa watakatifu. Sawa. Lakini mkono wa adui, ndio mkono wa Herode, wote hautakugusa kuanzia leo. Utakatwa. Hautagusa biashara kuanzia leo. Utakatwa. Kata. Hebu sema yeyote aliyegusa maisha yangu, sema yeyote aliyegusa uchumi wangu, sema nakata. Mikono yake leo, sema nakata. Hebu dakika chache, kata kila mkono, Herode wako yeyote, kila mkono wa Herode kwa jina la Yesu, uliogusa maisha yako, kata. Jina la Yesu, kata mikono yote ya mashetani, jina la Yesu, uchumi wako, ninakata leo, ninakata sasa mikono yote ya majini iliyogusa afya yako, ile mikono iliyogusa afya yako na watoto wako, wewe kata huo mkono wako, geuza kwa upanga, kata chinja mikono yote ya majini, mikono yote, jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Yesu nakata. Roka juu, sema la. Sema yeyote aliyegusa kwa mkono wake, aliyegusa biashara yangu na kuifunga, roka juu, sema nakata. Pasuka tena kamarani, sema nachinja. Inua mikono yako juu. Ndio Bwana. Hebu sema yeyote aliyeshikilia nyota yangu, ile nyota yenye kung'aa ya kifalme, nyota ya mashariki, sema sasa hivi anafuatwa kokote pale alipo. Inua mikono yako juu. Ndio Bwana. Tayari kuna msako unafanyika sasa hivi. Yesu anapitisha msako kiti kwa kiti. Wote walioshikilia nyota wanasakwa, waliokunyang'anya nyota wanasakwa sasa, waliokunyang'anya nyota wanasakwa sasa. Yeyote aliyekuchukulia nyota, ndio Bwana, ile nyota ya kifalme, yeyote aliyekunyang'anya hiyo nyota, ndio Bwana, nyota ya kifalme, anakamatwa sasa hivi. Anakamata sasa hivi. Anakamata sasa hivi. Shika Yesu. Msako unapita kiti kwa kiti, msako unapita kichwa kwa kichwa, msako unapita kwa mtaa. Nyota ya biashara, kamata. Iliyoshikiliwa, kamata. Nyota tayari, kamata.
Makaburi yanawaka moto. Makaburi yanawaka moto. Shika moto. Kuna wengine ni makaburi nyota zilizikwa. Zilizikwa makaburini. Hayo makaburi yanapasuka. Hayo makaburi yanapasuka. Tetemeko. Hayo makaburi makaburini nyota zilizikwa. Nyota ilizikwa makaburini. Nyota yako ilizikwa makaburini. Tetemeko inapita. Yes, ndio Bwana. Uko makaburini. Ndio Bwana. Kuna watu nyota ilizikwa makaburini. Ndio Bwana. Imezikwa kabisa na marehemu. Yawezekana bibi alikufa, baba alikufa, au mtu yote ndugu ndani ya familia alikufa. Alipozikwa mkatupa udongo makaburini. Kumbe ile nyota ya ukuu, nyota ya kifalme ikawa imezikwa. Hilo kaburi linatikisika sasa hivi. Linapasuka. Tetemeko linapita. Nyota inasua. Tayari msako unapita. Msako unapita. Uko makaburini msako. Kwenye masimo. We choka. Choka jekundu. Tayari kamata. Choka jekundu. We choka uliye kamata nyota. Uliye kokota nyota. Uliye meza nyota. Achia nyota. We choka. Achia nyota. Nyota kifalme. Nyota ya ukuu. Nyota ya ukuu. Nyota ya ufalme. Nyota ya utawala. Tayari liko jambo linafanyika. Inua tu mikono yako juu. Inua tu mikono yako juu hapo ulipo. Lipo jambo linafanyika sasa hivi. Popote pale nyota yako iliposhikiliwa. Tayari. Una karama ni sawa. Lakini nyota imeshikiliwa. Vipawa vyako havina thamani mbele za watu. Karama zako hazina thamani mbele za watu. Leo ile aliyekamata hiyo nyota anaachia. Tayari. Mikononi. Tayari. Tetemeko inapita mikono. Kamata. Mikono. Umekamata mikono yake. Hakuna anachokifanya kikafanikiwa. Hakuna anachoshika kikafanikiwa. Achia mikono. We Herode. Aliyecheza na nyota. Herode wa familia. Herode wa ukoo. Herode wa maisha yako. Anakamatwa. Sasa anakamatwa. Ananaswa. Walioshikilia mifumo yako ya kiuchumi. Waliokamata mifumo ya kiuchumi. Walioshika mifumo ya kiuchumi. Waliokamata mifumo ya kiuchumi. Walioshika mifumo ya kiuchumi. Wanaachilia sasa hivi. Mifumo yako ya kiuchumi inaachiliwa. Funguka. Tayari. Hayo machoka. Yananaswa. Yanakamatwa. We choka. Joka jekundu. Unanaswa. Uliyekokota. Hiyo nyota. We choka. Joka la bahari nyekundu. Joka la bahari nyeusi. Uliyekamata nyota. Achia. Na kwa pesa. Kwa jina la Yesu Kristo. Aliye Mungu mkuu. Na nuru halisi. Achia nyota ya mafanikio. Achia nyota ya biashara. Sasa hivi. Nyota ya biashara. Nyota ya biashara. Inaachiliwa. Hiyo nyota. Ya biashara. Hiyo nyota. Ya biashara. Achia. Rejesha. Inua mikono yako juu. Dakika tatu. Dakika tatu tu. Lipo jambo linatokea sasa hivi hapo ulipo. Dakika tatu. Jiachilia tu mbele za Yesu.
Funika tu macho yako. Ndio. Inua mikono yako juu. Yes. Dakika tatu. Kuna tetemeko linapita. Kuna tetemeko linapita. Hapo uliposimama. Kama ni mizimu ndio kufunga. Hapo ulipokaa. Mizimu inaanza kuaga. Hapo ulipo. Tayari. Inawaka moto. Mfumo wa nyota unafunguliwa. Pia. Mfumo wa nyota unafunguliwa. Mfumo wa nyota unafunguliwa. Uliofungwa. Unafunguliwa. Mfumo wa nyota unafunguliwa. Uliofungwa. Unafunguliwa. Funguka. Nyota ya karama. Pia. Nyota ya vipawa. Nyota ya huduma. Funguka. Achia. Pia. Achia. Mliokamata nyota ya vipawa. Ndio. Mliokamata nyota ya utumishi. Unachia. Mliokamata nyota ya mafanikio. Pia. Achia. Tayari lipo jambo linafanyika. Yes. Lipo jambo linafanyika. Sasa hivi. Lipo jambo linafanyika. Sasa hivi. Kuzimu kumetaharuki. Kuna taharuki. Kuzimu kumetaharuki. Tayari. Kuzimu kumetaharuki. Kuzimu kumetaharuki. Tayari. Wanaachilia ile nyota. Wanashia. Lile joka lililokokota nyota. Linatapika nyota. Siku nazaliwa. Ndio. Likameza. Ndio. Tapika na uchumi wake. Tapika hiyo nyota. Tapika na uchumi wake. Tapika na uchumi wake. Tapika na uchumi wake. Umeweka magonjwa kwenye mwili. Ndio. Hayo magonjwa yanang'oka. Yes.